nilisema hii ni sehemu ambayo hata iweje sitataka, yani sitaki kabisa kurudi. I hated that place. Pumzi ya mwanadamu priceless. Sikuwa na idea hata kidogo kwamba inawezekana hii ni ulimwengu wa giza. Wauguzi, madaktari wana negotiate kuhusu kifo changu, kama wanajadiliana waniue. Udhihirisho wa uwepo wa Mungu ulikuwa kidogo na udhihirisho wa nguvu za giza ulikuwa mwingi sana. Na hiyo moment inaweza ikamtokea Mkristo wakati ambapo mambo yako shwari, mambo ni mazuri, ndio moment nzuri ya kuimarisha, kuweka misingi yako ya kiroho. Ni kwa ajili ya watu wangu Grace, unapita kwa ajili ya watu wangu. Habari mpenzi mfuatiliaji wangu wa YouTube channel, karibu tena. Ninashukuru kwa wewe ambaye umesubscribe, na kama bado ninaomba ufanye hivyo, na kwa ambao tunaendelea kufuatilia. Leo tuko episode ya 10 na ngapi huko, sikumbuki vizuri, lakini kwa ambaye hujafuatilia episode za nyuma, unaweza ukarudi kwenye channel yetu, zote ziko uploaded. Ninakukaribisha pia, kama ungependa kupata ushuhuda huu wote kwa mara moja, uko kwenye hiki kitabu Jipu Ndani ya Bongo. So unaweza ukawasiliana nasi kwa namba za simu zinazo pop up ama kwenye comment box, lakini pia unaweza kutufuatilia mitandao ya kijamii, jina Grace Godfrey Raymond, Facebook, Instagram na natumia Grace G Raymond. Sehemu iliyopita niliishia baada ya kuwa kwenye hali ya ugumu wa kupumua kwa muda mrefu. Mtumishi wa Mungu Pastor Francis akiwa na wanafamilia wengine kwenye gari waliamua kumwamini Mungu kwa hili neno kwamba yale yote mtakaopatana, tena naambia yote mtakaopatana kwa jina langu mkiomba mtafanywa, wawili wenu mtakaopatana kwa neno lolote mtafanywa baba yenu aliye mbinguni. So wakaamua kumwamini Mungu kwa hilo, kwa sababu ya kile ambacho daktari alisema kwamba kama mtaendelea kupata shida kupumua, itabidi wanitoboe somewhere kwenye koo, na ingenipa shida sana kuongea na mambo mengine. Baada tu ya kupatana hivyo, Mungu akafanya muujiza kweli. Nikawa nimeanza mapafu yamepika kupumua mwenyewe, kwa sababu ule ugumu ndio kwa naopata, mpaka walinipeleka tena kwenye walinipeleka nafikiri kwenye x-ray kuangalia kama kuna shida kwenye mapafu, wakakuta hamna. Wakaangalia sijui kama hapo nimeshafanyiwa MRI, wamehakikisha kweli uvimbe umetoka. Unajua nadhani nifanya MRI kama 3 baada ya operation, wakahakikisha kwamba kweli uvimbe umetoka na umetoka wote. Kwa hiyo hizo ups and downs nyingi zilikuwa zinawafikirisha hata madaktari kwamba okay, shida itakuwa ni nini. So nilifanikiwa kuanza kupumua mwenyewe, nikatolewa mashine ya oxygen, nikafanikiwa kuanza kula mwenyewe kama nilivyoelezea, nikatolewa mirija ya chakula, nikabaki kwenye battle vita nyingine hiyo ambayo nimeanza kuielezea nyuma, manifestation ama udhihirisho wa ulimwengu wa roho wa giza katika hali ya mwili. Na hiyo ilikuwa moja ya vitu mbaya sana. Ni kati ya vitu ambavyo vilisema ICU sitaki kurudi. Unajua, kuna maeneo unapita, you cannot trade it for anything. Yani ni baada ya kutoka nje ya ICU nilisema hii ni sehemu ambayo hata iweje sitataka, yani sitaki kabisa kurudi. I hated that place. Nilipachukia kwa moyo wangu wote. Na ukiachilia mbali hiyo, unajua fighting for life, kupambania maisha sio kitu kidogo, ni kitu kigumu sana. Yani ni vita ngumu. Nafikiri ni vita ngumu kuwahi kupigana kwa mwanadamu yote, vita ya kupambania uhai wako mwenyewe.
vitu ambavyo tunavichukulia kawaida ni vitu ambavyo thamani yake, na mara nyingi ni vitu ambavyo hatuwezi kulipa pesa kuvipata. Ni vitu ambavyo Mungu ameviwekea thamani kubwa, haiwezi kulinganishwa na chochote, na uhai ndio moja ya kitu hicho. Ndio maana hata mtu afunge chakula, afunge maji, afunge, uwezo ukafunga kupumua hata kwa dakika 10. Pumzi ya mwanadamu priceless, haina hauwezi ukailipia, hauwezi ukailinganisha na pesa. So ni sehemu ambayo nilipitia vita ngumu sana, lakini ukiacha hiyo sasa ya kupambania uhai, hiyo vita ya kupambana na ulimwengu wa giza kwa macho ya nyama, mimi sikuwa na idea hata kidogo kwamba inawezekana hii ni ulimwengu wa giza. Mama alikuwa ajaribu kunishawishi, ananiambia Grace, tulia, tukemee tu, hizi ni nguvu za giza, ni mapepo. Haingia akilini. Unajua, wakati naanza kuumwa nilikuwa vizuri sana na Mungu, yaani vizuri, perfect, nimeeleza nyuma. Nilikuwa nasikia sauti ya Mungu, ninaomba, niko vizuri kiroho. Sasa hainiingia akilini inakuwaje hali niliyokuwa nayo kiroho leo hii nipate ataki ya mapepo, mpaka naona vitu, naona kwa macho ya nyama yetu, mnaniambia ni mapepo. So hiyo kitu sikuelewa. Kwa nikawa napambana na mama na Godfrey, wanaponiaminisha kwamba ni mapepo vile ninavyoviona. Mimi nawaambia no, nyinyi hamjui, ninaona kweli. Kama hamuoni itakuwa naonyeshwa kwenye ulimwengu wa roho, na hao watu wanataka kuniua, shetani anataka kuniua, yani hivyo. So niliona ni kama niliona death in physical realm, yani ile mauti, roho ya mauti. Ile mauti ni kama mtu ni halisi, ilikuja katika ulimwengu wa mwili, and it was so bad. Baadaye nitaelezea kwamba ilikuwaje kweli, kwamba ni kweli ni mapepo. How did I know? Nijueje kwamba kweli ni mapepo? Kuna somo ambalo alifundisha mtumishi wa Mungu Pastor Francis just before sijaumwa, kama miezi kadhaa ama wiki kadhaa kabla sijaanza kuumwa. Nasema namna ambavyo roho chafu ama nguvu za giza zinaweza zikamuingia ama zikamwataki mtu wa Mungu, mtu aliyeokoka. So baadaye ndio nilikuja kuelewa kwa ufahamu kwenye hilo somo. So nilipambana sana, na ilikuwa mapambano makubwa sana. Nilikuwa naona vitu, naona watu, mara nyingi nimejiona niko mochwari, mara nyingi nimejiona natolewa viungo, mara nyingi nimejiona natenganishwa mwili, mara nyingi nimeona natolewa ubongo nikiwa ICU. Na sio kwamba nimesinzia. Mama anasema nilikuwa nakaa macho kwa zaidi hata ya masaa 20. So sikuwa nasinzia. Kwa hivyo vitu nilikuwa naviona katika roho. Mara nyingi sana nimesikia kama wale watu wanaonizunguka, wauguzi, madaktari, wananegotiate kuhusu kifo changu, kama wanajadiliana waniue. Mara nyingi nimesikia wale wanataja kwamba fulani amekufa, fulani amekufa, wanatajia ndugu zangu ambao wanajua moyo wangu nawapenda. Kwa hiyo wanaamini kwa kunitajia hivyo nitapata shock, nife. Mara nyingi nimeona vitu vingi. Kuna wakati nilikuwa nasikia kitu kinalia chini ya kitanda changu, naamini ni kabuleta, sijui hata hivyo jina litoa wapi, mimi sio mtu wa magari. Lakini tu nikawa naamini, mpaka naambia kama mzimeni hiyo kabuleta. Nilikuwa nasikia physical, mama ananiambia ni mapepo, and I don't understand. So ninachojaribu kuonyesha wakati ambapo naamini nilikuwa kwenye kiwango kikubwa sana cha vita, and wakati huo ulikuwa ni wakati ambapo udhihirisho wa uwepo wa Mungu ulikuwa kidogo, na udhihirisho wa nguvu za giza ulikuwa mwingi sana. Na hiyo moment inaweza ikamtokea Mkristo, na wakati mwingine ni Mungu anakuwa ameruhusu upite hapo. Ndio sababu ni muhimu sana kujiimarisha wakati ambapo Biblia inasema muonapo amani kama shwari ndio uharibifu waje hapo. When things are very okay, wakati ambapo mambo yako shwari, mambo ni mazuri, ndio moment nzuri ya kuimarisha, kuweka misingi yako ya kiroho.
nyakati hizo ngumu ningezipitia wakati siko established vizuri, sijaimarishwa kiroho. Pengine kama nisingekufa ningetoka kabisa kwenye lele. Lakini mimi ninaamini ni kipindi ambacho Mungu aliruhusu. Of course Mungu sio chanzo cha mabaya, na siwezi nikasema Mungu alinipitisha hapo alini hivyo. It did not come from God. Hiyo ndio kitu ninachoamini, lakini ninajua ni kipindi ambacho Mungu aliruhusu. Na kwa nini aliruhusu hasa? Ni kwa ajili ya wakati huu. Nilielezea nyuma, wakati nikiwa katika critical moment na pambania maisha, ilikuwa ni vita ngumu sana, na naona nakufa na naona sina namna ya kutoka, na uwepo wa Mungu umekata kabisa. Nilimuuliza Mungu, kwa nini? Yaani swali langu kubwa ilikuwa kwa nini ninapita hapa? Kwa nini? Mbona sikuoni? Mbona haupo? Mbona sioni uwepo wako? Kwa nini? Katika moment ile mbaya sana, mara chache ambazo nilisikia sauti ya Mungu kwa clear kabisa, wakati ambapo niliambiwa ni kwa ajili ya watu wangu Grace, unapita kwa ajili ya watu wangu. It's for my people Grace, you are here for my people. So nikaelewa, na hiyo ilinitia nguvu. Hata wakati ambapo kulikuwa na ugumu sana, nilikuwa najua kwamba sipiti hapa kwa uzembe, sipiti hapa kwa makosa yangu, na sio tu kazi ya adui, bali ni kwa ajili hasa Mungu ameridhia nipite hapo. So kuna kitu ninataka nieleze kwa kifupi kwenye clip ijayo. Kwa clip hii ninaomba niishie hapo, na Mungu akubariki kwa kuendelea kutufuatilia. Usisahau kusubscribe kama bado.